ulioota. Angalia na muda ulioota. Usipuuze ndoto ambayo inatokea katika theluthi ya mwisho ya muda wako wa kulala, theluthi ya mwisho ya usiku. Ikiwa nzuri, iombe kheri; ikiwa ni mbaya, mlaani shaitani na umombe Allah akuepushe na ndoto hii. Adabu nyingine ya tano, baada ya kuamka na kuswali, ni alla yakusaha ala ahad. Ukiona umeota ndoto mbaya, usimsimulie mtu. Kule kwenye ndoto nzuri tulisema msimulie mtu unayempenda na kumwamini, yaani unayempenda ambaye unajua kwamba kheri hii, hata akijua kwamba ni kheri, hata ni husudu kwayo. Unamwamini kwamba ikiwa ni jambo ambalo limekuja kimafumbo mafumbo, anao uwezo wa kunitafsiria, tena kunitafsiria vizuri. Huku kwenye ndoto nzuri. Kwenye ndoto mbaya usisimulie. Alla yakusaha ala ahadin, asisimulie mtu ndoto yake kwa yeyote. Wala yatluba tafsiraha, wala asiombe maana, asiombe tafsiri. Maana mimi nimeota kwamba niko ninatembea, nimekunja tu kona hivi nikakutana na watu wakanipiga risasi. Hii ndoto kama mara mbili. Usiombe tafsiri wala usisimulie ndoto za hivi. Mlaani shaitani. Kupigwa risasi, kukabwa, ni mambo machafu mabaya haya. Mlaani shaitani, muombe Allah akuepushie yasikukute haya. Tosha. Wakati mwingine hata ndoto nzuri, ndugu zangu, kama tulivyosema, hata ndoto nzuri muhimu ni kumwomba Allah akupatie kheri ambayo imeoneshwa kwenye ndoto hili, si kujua maana ya ndoto, kama ilivyokuja kwenye Qur'an. Nabii Yakubu alipomwona mwanaye au aliposikia mwanaye anamsimulia kuhusu ndoto aliyoota, alichomwambia ni kukaa kimya. Usisimulie ndoto yako hii kwa ndugu zako. Hakuitafsiri ndoto ile kwa mtoto wake. Alimwambia hii ni ndoto kubwa hii, Mwenyezi Mungu anataka kukunyanyua, kwa hivyo usiitafsiri, usielezee, usiizungumze kwa ndugu zako. Wakati mwingine muhimu ni kufikiwa na kheri anazokuonesha Allah, si kuzijua. Sio lazima ziwe bayana kwamba karibia nitapata hela, karibia nitakuwa hivi, sio hilo. Paka alipoeneza miaka 40 na Yusufu ndo anakuja kuiona ndoto yake kwa ukweli. Kwa hivyo alla yakusaha ala ahadin, akiota mtu ndoto mbaya asisimulie. Wala yatluba tafsira, wala asiombe maana ya ndoto hii. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallama fi ru'ya sayyi'a fa innama hiya min ash-shaytan. Mtume alipozungumzia ndoto mbaya alisema ndoto mbaya inatoka kwa shaitani. Falyasta'idh min sharriha, ukiota ndoto mbaya jikinge na shari za shaitani. Wala yadhkuruha li ahadin, wala asitaje, asisimulie ndoto hiyo kwa yeyote. Fa innaha la tadhurruhu, kwa kufanya hivyo halitomdhuru lolote. Maadamu ulishamlaani shaitani, ukatema kushoto, ukasimama ukaswali, kificha kile kitendo cha wewe tayari ushamuomba Allah, kinatosha, hautodhurika na chochote. Na ikiwa umemkabidhi Allah mambo yako, una wasiwasi gani tena? Kwa hivyo ukiota ndoto mbaya zichunge kanuni na nidhamu hizi. Aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi rabbil alamin
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ndugu zangu, tumesema ndoto kama ndoto ina nidhamu na kanuni zake, pamoja na migawanyo ya ndoto. Kila mgawanyo una nidhamu zake na kanuni zake. Sasa kuna nidhamu za jumla za ndoto. Ndoto inaweza ikawa nzuri au ikawa mbaya. Nadhani tulisema, na kama hatujasema acha tuseme tena. Pamoja na ule uwepesi vile tunavyoichukulia jambo la ndoto lightly, ndoto ilivyo ina hatari kwamba unaweza ukaota rangi hii lakini maana yake si rangi hii. Unaweza ukaota umemwona baba yako lakini kusudio si baba yako. Unaweza ukaota unakula lakini kumbe maana ya ndoto si kula. Wewe unaweza ukaota unakula kumbe maana yake unaambiwa kuna maradhi. Unaweza ukaota harusi kumbe ni bishara ya msiba. Ndoto iko hivyo. Kwa maana hii ndoto yenyewe kama ndoto ina nidhamu na kanuni, na moja miongoni mwa nidhamu ambazo bila shaka tunazivunja ni kutokuwa mwepesi wa kuitafsiri, kutafsiri ndoto ya mtu au kutafsiri ndoto yako. Hili hatulichungi. Kuna wale wenzangu na mimi, na vile ukishaniita ustadhi au shekhe ukaniambia umeota, naona aibu kabisa kukwambia sijui tafsiri ya ndoto. Inaona aibu, basi ninaingiza ujuaji, naanza kuifasiri vile ninavyoona ili nilinde lile joho lilonivisha la ustadhi au shekhe. Ndoto haitaki hivyo, bali dini kwa ujumla haitaki hivyo. Dini inataka ukiulizwa kitu ambacho haukijui, sema sijui. Sio aibu, sio aibu. Wallahi, nusu nzima ya ujuzi wa mtu ipo katika kusema sijui. Nusu nzima. Yani kama unajua vitu 10, nusu yake ni kusema sijui. Ndio nusu ya ujuzi wako. Ukijitia mjuaji utaharibu vya watu au jiharibie hata na wewe. Hivyo kuna nidhamu za jumla za ndoto. Nidhamu ya kwanza ni kwamba mtu alla yataajjala almar'u ala ta'wili ru'a, mtu asiwe mwepesi wa kuitafsiri ndoto. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, arru'ya ala rijli tayr, ndoto iko kwenye miguu ya ndege. Ni kama vile tulivyosema imeshikwa kwenye miguu ya ndege. Ma lam yu'abbar, imeshika inaning'inia maadamu haijatafsiriwa. Fa idha ubbirat waqa'at, ikitafsiriwa inatokea. Umeota umekusanyika na watu, mko kwenye meza, vimekuja vyakula vya kila aina, vingine hata hauvijui. Ukaambiwa kula bwana, mimi chakula hichi kula. Sasa unanifuata mimi nakwambia na vile tunakaribia Ramadhani, basi watapata mialiko mingi sana ya harusi. Uongo. Kuota kula si maana yake kuna kuja kula. Kwa ukaliwa hata wewe. Wakati mwingine ndoto iko hivyo. Ungemwambia mtu sijui. Na ndoto wakati mwingine unaweza ukawa umeufunga mlango wa kheri wa mtu kwa kuifasiri vibaya. Ukirudi tena katika suratu Yusuf, alipoota mfalme kuhusu mikungu au mashuke 7 na ng'ombe 7, watu walimtafsiria, lakini hakuridhika na tafsiri. Kama angeridhika na alivyotafsiriwa, walikuwa wameangamia hawa. Walimwambia adghafu ahlam. Haya ni marejeo, ndo ile hadithul mar'i. Haya ni marejeo ya vile ulivyoviona, mparaganyiko wa ndoto tu huu. Wewe ulikwenda mashambani huko kuona mazao na kuona mifugo yako, vile ulivyoviona ndo hivi vinajirudia. Kama mfalme angekubali kauli hizi, walikuwa wameangamia watu wa Misri. Kaambia nitafutieni mtu ambaye anajua kutafsiri ndoto vizuri. Mimi siamini kama ni hivi mlivyosema.
ndo analetwa mtu anaitafsiri. Kwa hivyo usiwe mwepesi wa kufasiri ndoto za watu, au usiwe mwepesi wa kufasiri ndoto zako, kwa sababu ukiifasiri ndoto ambayo ni fumbo, vile ulivyofasiri ndio inavyotokea. Kwa hivyo angalia unatafsiri nini, kaa kimya wakati mwingine. Adabu ya pili, alla yakdhiba fi ru'yahu. Mwanadamu hatakiwi kuwa mwongo katika ndoto. Hili tulilisema. Kuna watu mnakaa, mtu anasimulia alivyoota, mwingine anasimulia alivyoota, wewe tu ndo umekaa kimya, kazi yako kusikiliza, fulani kaota, fulani kaota, na wewe unaona wacha ubumbe ya kwako na wewe useme umeota. Yahe, usidanganye. Usidanganye katika ndoto, usiseme uongo. Ni jambo tunasema ndoto tunachukulia vyepesi vyepesi, lakini ni jambo linamkera sana Mwenyezi Mungu. Na mimi nimeota bwana, nimeota kabisa tumekwenda baharini, eti wewe ukateleza, alafu mimi sijui kuogelea, lakini nikaenda nikakuokoa. Uongo, haujaota ndoto ya hivyo, lakini ulitaka uoneshe tu kwamba kuna ndoto umeota. Mtume anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallama, min afra alfira, miongoni mwa uongo mkubwa alowahi kudanganya mtu, miongoni mwa uongo mkubwa ambao aliwahi kudanganya mtu, anyuri ainahu ma lam tara, ni mtu kuyaonesha macho yake kitu ambacho hayakuona. Yani kusimulia ndoto, nimeota naona kadhaa kadhaa, wakati ni uongo. Kisha akasema katika riwaya nyingine, hii hapa rawahu al-Bukhari, riwaya nyingine pia ambayo ni ya Bukhari, Mtume anasema man tahallama bihulumin lam yara, yeyote ambaye atajiotesha ndoto ambayo kiukweli hakuiota, anaota tu anajiotesha ili apate cha kusimulia kijiweni, kullifa an yaqida baina sha'irataini wa lan yaf'al, ataletwa siku ya Kiyama apatiwe nywele mbili, huku umeshika na huku umeshambia ziunganishe hizi, kama wewe unavyounganisha baina ya nyaya kwa kuchomelea. Unganisha nywele hizi zikamatane uwe nywele mmoja. Yani ataadhibiwa huyu kwa jambo ambalo wewe uliliona ni dogo tu, ndoto tu, ili uwafurahishe watu kijiweni. Usithubutu. Na adabu ya mwisho ya ndoto tulizungumza katika aina ya tatu ya ndoto ya talaubi shaitan. Mtu unaota vitu hata ikiwa ni katika ule muda tulokuambieni, unaota ndoto za unapaa, nayo hii inategemea na namna ya mlalo uliolala. Kuna wakati unaota unakimbizwa na watu, lakini wewe tu ndo unawashinda, hata watumie nini unawashinda mbio. Wakati mwingine wako na pikipiki wanataka kukamata, unaruka, unapaa, unakuwa juu juu. Ndoto za hivi zipo Unakimbizwa mlima mrefu kama Table Mountain, lakini wewe unaruka kutoka kule papo, alafu unatua chini vizuri tu. Ndoto za hivyo zipo. Ya akhi, ni talaubu bishaitani. Wakati mwingine ndoto kama hizi inakuwa wewe una majini, yani nyumba imeripuka inawaka yote, wewe unatoka alafu unajikunguta tu majivu mzuri safi tu. Ndoto za hivi ni za kuchezewa na shaitani. Ndoto kama hizi usizisimulie kabisa. Hizi ni kama ndoto ya ule mbedui aliyeota akamwambia Mtume, nimeota nakatwa kichwa, kinachukuliwa kama mpira, kinatupwa, alafu mimi nakikimbiza kichwa changu. Tunakwambia we, ndoto gani hizo? Usiwasimulie watu vile shaitani anavyokuchezea. Usisubutu, la tukhbir bitalaubi shaitani bika fil manam. Usisubutu kuwasimulia watu vile shaitani anavyokuchezea usiku. Unakimbizana na simba mpaka imekukamata, eti ukaitia simba kabali mpaka simba imenyooka, wewe ukapigana na simba ukaua. Usisimulie ndoto za hivi. Wewe jifunze namna ya kulala kwa kusoma adhkari. Kuna majini anakuchezea. Basi
Kuna wakati unaota unakimbizwa, unaona kama unakimbia lakini hautoki, kunjua miguu, umelala unajikunja. Basi lala vizuri tu, ukishtuka jiangalie ulivyokuwa umelala. Na Mwenyezi Mungu tunamwomba atupatie taufiki, atuepushe na mambo ya shari kuanzia tukiwa hivi mpaka kwenye usingizi. Ndugu zangu, usiku huu ambao ndo muda wa kuota, ukilala saizi ukaota, tunakwambiaga hizo sio ndoto. Maana unaweza kumwambia mtu nina mpango wa kununua gari, wewe acha ndoto za mchana hizo. Kumbe hata mchana unaweza kuota, lakini ndoto zisizokuwa na maana. Muda wa kuota na ikaitwa ndoto ni usiku. Usiku ndugu zangu kuna mambo, usiku kuna mambo mpaka Allah ameuapia usiku, alikuwa na maana. Jitahidi na wewe kama Muislamu, fata nidhamu na kanuni za kulala, at least usome dua. Ni vitu vyepesi tu, kusoma suratul Fatiha, suratul Ikhlas, qul huwallahu, suratul Falaq, suratul Nas. Ipo riwaya kwamba ukizisoma sura hizi tatu, Ikhlas, Falaq na Nas, siku kama ya leo ya Ijumaa, utakuwa katika ulinzi wa Allah mpaka Ijumaa nyingine, yani wiki nzima. Nani asiyezijua sura hizi? Basi uisome usiku, utakuwa unalindwa mpaka kuna pambazuka. Ndugu zangu, usiku kuna hatari. Narudia tena kukwambia, usiku huu mswala ulosimama hapa, tukizima mataa, ukiingia wewe unaanza kwanza kujiuliza kitu gani? Kumbe ni mswala, mpaka kuja kufesa, kumbe ulikuwa mswala. Usiku uko hivyo yahi, na ndo shari nyingi zinatokea usiku. Jisogeze kwa Mola wako katika muda huu, na tunamwomba Allah stara na ulinzi wake. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa abdika wa rasulika wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين ونكس أعداءك أعداء الدين واهلك الكفر والمبتدعة المشركين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.